alinifanya nikaingia kwenye kitu ambacho sikupangia budget ili kukatisha zile, yani kukatisha yale maneno. Ni nani? It's a free sharing, yani tunashare huko. Actually nilikuwa nataka kujua ungeweza kumshauri vipi kijana wa miaka 19 anayetamani kuacha shule sasa hivi ajiingize kwenye biashara. Okay, nashukuru kwa swali zuri. Kwanza kwa majina nianze kujitambulisha. Najulikana kwa jina la Dennis Kizimbili wa Kiboko. Yep. Kwanza nikushukuru kwa swali. Umesema kwamba nitamshauri nini kijana mwenye miaka 19 anayetaka kuanza anayetaka kukatisha masomo yake kama nilivyokuelewa. Sio? Ya kwanza kuna sababu nyingi za kijana. Kwanza lazima umsikilize kwanza kijana. Kitu gani kinasababisha mpaka aache shule? Kuna mazingira ambayo yanamfanya mtu awe apende shule na ache shule. Sasa lazima umsome mazingira yake. Ni kwa nini atake kuacha shule? Hicho cha kwanza. Lakini cha pili, sababu atakazokupa, yani lazima inatakiwa usimcrash pande zote mbili ili mkae pande moja. Kama ni sababu za makundi, kama ni sababu za kifamilia, lazima zote ukae nazo sawa, lakini inatakiwa uwe upande wake na usio upande wake. Uwe upande wake kumfanya zile sababu zake kwamba anazokupa, inatakiwa uwe, yani kwa mfano anakuambia labda mimi kulingana na nyumbani jinsi wanavyonichukulia, mateso ninayopata nyumbani, ni bora tu niache shule ili nifanye vitu vingine. Au kulingana na kipato cha familia yake jinsi alivyo, yani nyumbani mahitaji yao nakuta hana vitu vya shule. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kumfanya kijana aache shule. Kwa lazima uwe upande wake, uweze kujua sababu zake na uweze kumshauri vizuri ili akae katika upande wako ambao kumfanya naendelea na shule. Lakini cha pili, kuna kitu ambacho kinaitwa kujiamini. Inawezekana kuna vitu ambavyo kutana navyo imemfanya mpaka kijana akashindwa kujiamini, akaona kwamba shule ya kwake sio sawa. Kuna swala la kufeli. Yani kufeli kwake kinaweza kumfanya labda afanye kitu na afanye vizuri darasani, kwa hiyo wenzake wanamcheka, anaona bwana ili kuonekana na hii vicheko basi niache shule. Kwa lazima kwanza tumshauri kijana kumfanya kwamba hata katika kufeli leo sio kufeli kesho. Kwa lazima apende masomo, zingatie masomo na umfanye umpe kitu gani ambacho anaweza akaendelea nacho na shule, kumfanya kwanza najiamini kwenye masomo. Kuna swali hapa ambalo nafikiri ni swali moja zuri sana. Sawa. Tukiwa tunazungumzia maendeleo ya vijana, how we can help ourselves kukua na kuendelea. Na unadhani nini nafasi ya familia na jamii inayomzunguka kijana katika kumjenga kuwa mtu imara na kumfanya awe mtu ambaye ni mpambanaji? Okay. Cha kwanza umekuja kwenye wazo zuri. Kwanza yani hilo swali ambalo umekuja kuna wakati sahihi. Cha kwanza mimi ninachotamani kwamba yani katika mazingira ya jamii, umesema jamii na familia zetu, yani zile familia tunazotoka ni namna gani zinatujenga kwenye makuzi yetu mpaka tunakuwa imara na tunaweza kujitegemea. Kwa mtazamo wako? Kwa mtazamo wangu, kwanza kunatakiwa kwanza familia imjengee kijana namna ya kujiamini. Kwa nini kujiamini? Kwa sababu ninapozungumzia kujiamini ni ile mtu anapojiamini kwenye mafanikio, kwenye ndoto, namna gani anaweza akafanikiwa kwenye maisha. Hiyo namna ya nini ya kujiamini. Lakini vile vile inatakiwa jamii ijue namna kukaa na kijana kwa sababu ya kumvuta karibu kwenye maisha na mafanikio, kumjengea uwezo wa kujiamini nini kijana. Kuna vitu ambavyo vinamfanya kuna vitu ambavyo nitavizungumzia ambavyo vinafanya kijana vijana wengi wanakuta na wajiamini. Kuna maneno ya kutamkiwa
unaweza mtu amtamkiwa bwana wewe nani, au utaweza kufanya chochote, yani wewe tunakufahamu wewe bwana, hata ubebeki yani wewe nani. Kwa hiyo inatakiwa kwanza kumjengea kijana cha kwanza natakiwa kwanza kumjengea kijana kuto kalili ya maneno ndani ya kichwa chake, kwa maana ya kwamba yani haya maneno tukiwa tunakuwa, yani mtu anapokuwa anasikia toka utotoni kama kijana, haya kumkatisha tamaa yanamfanya mtu asiwe imara huku mbeleni, si ndio? Maana anakosa confidence ya kupambana na kwa sababu mtu anakuwa bwana, mimi nishaambiwa sitaweza kuwa na maisha mazuri, nishaambiwa sitaweza kujenga, nishaambiwa sitaweza kumiliki uchumi mzuri. Kwa hiyo hayo maneno yanamfanya kama yani yanamfanya sana kijana huko mbeleni, unakuta yani hawezi kufanikiwa huko mbele. Kwa kinachotakiwa kumfanya na kumjenga kijana na tokane kwanza na hizo zana potofu za hayo maneno. Hao ni maneno ambayo yapo. Sasa mimi issue yangu ni nini? Ni kumjenga au ni malezi au familia zetu au kama watu kama wazazi ambao wanatulea ndio waepuke kutamka maneno kama hayo mbele ya kijana? Na hayo maneno tunakuta yani hayo maneno ni watu wako karibu sana wanakuta wanakutamkiwa, aidha mzazi, sawa, marafiki. Kwa hao maneno ni maneno mabaya. Ni kitu ambacho tuepukana nacho kama familia na jamii. Tumwekee mtu hata kama mtu akifeli, muone kama unaweza. Mimi ngoja nikupe mfano. Mtoto wangu wakati yuko darasa la pili, kuanzia kindergarten mpaka darasa la kwanza alikuwa anafanya vizuri. Darasa la pili akateleza, yani hakufanya vizuri. Mama yake akamkaripia, akambia bwana kitu, lakini mimi nikamwambia bwana hii ni bahati mbaya. Mimi nilimwambia bwana hapa na hicho kitu nimeangalia kabisa akiwa shule, nimwambia unaweza. Hiki kilichotokea ni bahati mbaya. Mimi ninapokuona wewe unaweza, kitu unachotakiwa kufanya acha michezo, zingatia kicho. Na uwezi amini, na mtihani uliokuja alifanya vizuri kabisa. Yani alifanya vizuri sana. Na mpaka zawadi akapewa. Kwa hiyo kumjengea maneno mtoto yale maneno ambayo hakuto kujiamini ni kitu ambacho kinamkatisha tamaa, lakini mjengea maneno ambayo yanaweza yakamjenga baadaye, yakuwa kila kitu anaweza. Nafikiri ni nzuri kwa sababu unaweza kucontrol maneno ya kumwambia mtoto kwenye familia, lakini kwenye jamii inapotoka nje sasa ya jamii inayomzunguka, kwa sababu kuna familia na kuna jamii inayokuzunguka, it's very hard control hiyo, kwamba kwa hiyo unaweza kumjenga akiwa yuko ndani ya mikono yako, si ndio maana yake? Alafu baadaye ukafanyaje ili anapokuja kwenye jamii huko nje akawa na uwezo wa kujitegemea na akawa anaweza kumonitor maisha. Tukiwa tumebaki kwenye hayo maneno ambayo pengine yanatuaffect kama vijana, kwenye upbringing zako, kwenye makuzi yako, ulishawahi unakumbuka kuna neno lolote uliwahi kuambiwa na mtu, mwanafamilia au mtu au jamii, na likakukatisha tamaa kabisa? Ilikuwa neno gani? Nakumbuka hicho tena, na alinifanya nikaingia kwenye kitu ambacho sikupangia budget ili kukatisha yale maneno. Ni nani? It's a free sharing, yani tunashare huko. Na alikwambia nini? Hawezi amini, mara kwanza wakati nimefika Arusha, kuna binti moja nilikuwa na mahusiano naye. Sasa wakati tumeenda, kuna kipindi fulani kuna rafiki yangu mmoja akawa tulikuwa nafanya naye kazi sehemu moja. Sasa wakati tunafanya kazi, yeye akawa bahati nzuri akawa kwanza katika sisi yeye kununua gari. Sasa wakati amenunua gari, siku hiyo nakumbuka kuna sehemu moja alikuwa ameniagiza niende, akawa amenipa na gari yake. Sasa na mimi ile kufanya show nikapita, nikaambia nikampitia girlfriend, bana jo twende leo niko na gari. Kitu alikuja akaniambia hii gari ni nani? Mimi nilimwambia tu kiutani gari ya kwangu. Akaniambia ni wewe ndio kununua gari, maisha utakao kununua gari. Mimi nakwambia hawezi amini kile kitendo, yale maneno yalinionyesha sana. Yani aliniona mpaka nikawa nawaza, nasema huyu mtu aliniona mimi, yani ameniona mimi kama nani? Yani mama siwezi kufanya, yani ni maneno ambayo yanionyesha sana, lakini hawezi amini kwa kutumia, yani nilikaa mwenyewe nikakataa ile maneno. Na hawezi amini nilifanya kazi kwa bidii. Nilikuwa nimepanga budget ya kufanya kitu kingine, lakini niliua budget ili kumuonesha kwamba yale maneno si kitu kwangu. Ilibidi nikanunue tu gari
hata kama nilikuwa sina matumizi nayo. Yani nilinunua, uwezi amini. Yani nilinunua, yani bloody, yani nikamuonesha bwana ile nani kwamba ile uliyosema sio mpaka sasa hivi hiyo gari ipo. Au uliamua baadaye uiuze? Niliuza kwa sababu ilikuwa wakati mwingine haya maneno yanaweza kuwa yanaweza kutuchochea, kwa hiyo hata maneno mabaya pia yanatujenga kabisa. Unajua kuna kitu ambacho waga nawaambiaga watu, sio kila wakati umchukie adui wako. Adui yako anaweza kufanya ukifika na ufike kwenye malengo ambayo ulikuwa utarajii. Yani sio kila kitu, yani sio kila kitu umchukia adui. Hata ule mwimbo wa Lozman anasema muombea adui yako aishi maisha marefu, ni kwamba aone mafanikio yako. Yani kile kitu ambacho ulikuwa yani anatarajia uweze ukipata, basi akutana nacho siku moja na unacho. Okay. Unafikiri pengine sasa hivi vijana wengi wanakwama wapi? Let's be honest. Wewe unazunguka mtaani, unakutana nao, unaongea nao, unapiga story. Vijana wengi sasa hivi wanakwama kwenye ufahamu. Cha kwanza kitu ambacho kinatakiwa ukitengeneze ufahamu. Ufahamu in which way? Yani anatakiwa ufahamu kwenye maisha ambayo tunaishi nayo. Ufahamu kwenye jamii, kwenye maisha, kwenye elimu, hicho kingi nani, yani hicho vijana wengi sana wanakwama kwenye swala la ufahamu. Kwa sababu ukitengeneza ufahamu wako vizuri, kwa sababu mafanikio yako yanatoka kwenye ufahamu wako. Yani unachokiishi leo ndio kitu ulichokiwaza jana. Unaona? Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutengeneza ufahamu wako. Yani ukiwa na ufahamu chanya, yani ukiwa na ufahamu chanya ni rahisi sana kwenda kwenye mafanikio yako. Lakini ufahamu wako ukiuacha, yani usiutumie vizuri ufahamu wako, ni kitu ambacho na kesho yake asante kama utafika. Kwa mfano ukisoma kuna hivi vitabu, kuna mwandishi mmoja anaitwa Mfalme Suleiman. Kuna kitabu ambacho alikiandika, lakini hicho kitabu kimeingia kwenye Bible. Kinaitwa Methali. Ukisoma Methali 12 mstari wa 11, anasema alimaye shamba lake atapata chakula tele, lakini afanyie mambo ya upuuzi, huyo hana ufahamu. Kwa hiyo hapo amezungumzia masuala ya ufahamu. Kwa hiyo mtu lazima utumie ufahamu wako kwenye masuala ya mafanikio yako. Unatakiwa yani waza masuala ya kuwa na energy kwenye mawazo yako, waza mawazo ambayo yatakupa maendeleo ya kesho. Okay. And na hii hali ambavyo dunia imevurugika hivi, labda unaona mambo yamekuwa mengi, tunalazimika wakati mwingine kujitegemea. Wafikiri ni namna gani labda kijana anaweza akatengeneza ufahamu chanya kwenye mazingira kama haya? Na kulingana na utandawazi na dunia, ni kweli kwamba dunia imeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Kulingana na masuala ya utandawazi, dunia imeharibika. Lakini cha msingi kinachotakiwa ni kutengeneza ufahamu wako katika masuala ya positive, not kuna negative. So kila kitu unachokiona, yani sio kila kitu unachokiona ambacho ni negative unacho, nenda kwenye positive. Mimi napenda sana kuambia watu wajifunze sana kwa watu waliofanikiwa kuliko watu waliofeli. Lakini kijana kuangalia malengo yake. Unalenga nini katika maisha yako? Mimi naambiaga watu, historia ya marehemu inapokuja inasomwa, ni sisi ndio tunaiandika, lakini yeye marehemu ndo kaitengeneza. Kwa hiyo lazima mtu ujue unatengeneza kitu gani ambacho utakisoma sisi. Yani tengeneza historia yako mapema ambayo itamvutia kila mtu, ambayo itamfanya kila mtu awe impressed kwa kusikiliza. Kwa hiyo ninachosisitiza ni kwamba kijana anatakiwa kwanza kufocus malengo yako. Yani fanya kile ambacho unataka uishi kesho, kwa sababu kesho yako unayo wewe. Na kwenye kijana ndo sasa hivi. Yani kijana ndo kiongozi wa sasa hivi, sio wa kesho. Huyu wa kesho ni mtoto, kiongozi wa kesho ni mtoto. Kijana ndo kiongozi wa sasa hivi. Ndio maana hata ukiangalia serikalini, viongozi wengi ni vijana. Kwa hiyo kitu tunachotakiwa ni kutengeneza uzee wako mzuri wa baadaye. Yani sisi vijana natakiwa uzee wetu ni uzee mzuri. Acha ule uzee wa kulaumu. Okay. Unapigia mtoto wako simu apokee, unaanza maneno ya kutosha. Haja kutumia matumizi maneno ya kutosha. Unaanza kulaumu. Unaanza kulaumu. Kwa hiyo unatakiwa kutengeneza ni uzee wako mzuri wa baadaye.
So siku moja nilikuwa napita mtaani, mtu akaniuliza hii tena, hili swali juzi nilikuwa nalikumbuka sana. Anambia ni nini unafikiri ni muhimu kwenye maisha ya kijana? Furaha, pesa ama Mungu? Kwenye maisha ya vijana vyote vitatu ni muhimu kwa vijana. Kwa nini? Kwa nini? Tuanze na furaha. Furaha, yani pasipokuwa furaha huwezi kufanya kitu chochote. Yani furaha inakupa hata motisha kufanya kitu ambacho unafanya. Kwa sababu kwa mfano umefanya kitu ukafanikiwa, hiyo ni furaha ambayo, yani kwa sababu hapo yani lazima uwe na furaha, kwa sababu furaha itakupa amani ya moyo wako. Lazima una furaha ili kwenda kutengeza kitu kingine. Ukija kwenye pesa, yani bila pesa hauwezi kutoboa. Yani hata una malengo, uwe na mawazo makubwa, lakini unahitaji kuwa na pesa. Yani pesa ndio kufanya uenze, yani nafanya kile kitu unachokitaka. Hata kama ni kidogo, lakini hiyo inakufanya ufike kwenye malengo yako au baadaye. Na Mungu yupo kila wakati. Yani bila Mungu huwezi kufanya kitu. Yani Mungu tunamuomba kwenye nyanja zote. Yeye ndo atufanyikisha, yeye ndo atupa furaha, yeye ndo atufanya tuonekane wa thamani. Yani Mungu huwezi kumtenga na kitu chochote. Okay. So ukiwa una reflect kwenye maisha yako, labda from A to Z mpaka hapa ulipo, si ndio? Ni vitu gani ambavyo umejifunza kwenye maisha unafikiri kwamba hata kijana mwingine pia anapaswa kuwa navyo? Kitu ambacho cha kwanza nimejifunza kwenye maisha ni kufanya pasipo ukomo. Kuna kile kitu ambacho mtu anaweza akajaribu kitu akafeli, akakata tamaa. Hicho kitu ambacho huwezi amini. Mimi nimeshajaribu biashara karibia 6 na feli, lakini sikati tamaa. Kwa sababu ningekata tamaa ni kitu ambacho nisingefika hapa nilipo. Na kitu ambacho kinachowasitiza nani watu ni kufanya ili ufeli. Na mimi nasema kwamba ni bora ufeli sasa hivi kuliko kufeli baadaye. Yani wewe miaka 19, miaka 18 mpaka 40, fanya ili ufeli na uweze kujifunza. Mimi kitu ambacho waga nachoamini, huwezi kujifunza pasipo kukosea. Yani tunapokosea ndio unaporekebishwa unakuta na unachojifunza. Okay. Kuliko kwenda kufeli wakati ambapo umri wako umechoka. Yani ukisha feli umri wako umechoka, hutaweza kufanya kitu kingine. Lakini ukifanya sasa hivi ukafeli na utafaulu. Na ukija kufaulu, unajua zile njia zote ambazo nifanya zikafeli, kwa zote utaondoka nazo, uanze kufanya njia ukatafuta njia yako sahihi. Ukatafuta njia yako sahihi ya kwenda kunani. Okay. So wote tunaishi kwenye hii dunia na kila mtu ana mtazamo tofauti kwenye hii dunia na jinsi mambo yanavyokwenda, si ndio? Kwako wewe unahisi ni vitu gani, kama ungepewa nafasi labda ya kurekebisha vitu kwenye hii dunia jinsi inavyokwenda kwa ajili ya manufaa ya kijana, ni vitu gani unafikiri ungevirekebisha? Yani vitu gani ambavyo vinakukera ambavyo unafikiri ungevirekebisha kama ungekuwa kwenye position ya kurekebisha tu dunia ilivyo, yani ili kijana tu aweze pia viweze kumnufaisha kijana na mtu mwingine yoyote? Kama ningepewa nafasi ya kutengeneza ulimwengu leo, huo ni wazifa mkubwa sana. Naweza nikasema vitu ambavyo vinanikera mimi kwenye ulimwengu ambao vilipo ni kwamba kufanya utandawazi umekuwa mkubwa sana, alafu wengi wao, yani utandawazi tumewachia umekuwa free sana. Yani paka una kwenye maadili ya sisi binadamu unapitiliza. Unapitiliza. Kwa kitu ambacho mimi ningeweza kufanya, cha kwanza tukikuja kwenye masuala ya kwenye utandawazi. Tunaona hata nchi zingine kuna vitu ambavyo wamefuta. Ukienda na ukienda China, hizi WhatsApp hakuna, Facebook hakuna, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaharibu sana watu. Kwa hiyo kwangu mimi ningeanza na utandawazi. Mimi ningeanza kwanza na utandawazi. Okay. Then pili hata kwenye ulimwengu kuna vitu ambavyo kikweli ni kwamba tumekuja kuchanganywa. Yani kuna vitu ambavyo tumevichanganya ambavyo vimeweza kubali, hasa kwa Mwafrika. Mwafrika huwezi amini,
watu wengi wanaweza wakasema nakosea, lakini dini zetu zimekuja kutufanya tumekuwa watumwa. Na elimu yetu imekuja kutufanya tumekuwa watumwa. Kwa sababu naamini Mungu yupo na Mungu anaweza. Lakini mimi ninachojua kuna kiasi cha kumuomba Mungu na kuna kiasi cha kufanya maendeleo. Lakini wengi sasa hivi tumekuja kutekwa na hizi dini. Unakuta mtu 24/7 niko kwenye dini. Anafanya kazi saa ngapi huwezi kuamini. Na hapo na huwezi amini hapo unapokwenda mtu una sadaka ya zaka, una sadaka ya fungu la 10, una sadaka ya shukrani, una sadaka sio ya nani mchungaji, una sadaka sio ya hiki, una sadaka hizo zote zinahitaji fedha. Yaani wao wako pale kwenye kuhitaji fedha. Sasa mtu unakuta dini zetu ambazo tumelishwa zimetuteka sana, imeteka sana sisi wa Afrika. Yaani zimetufanya tumekuwa watumwa kwenye dini kuliko kwenye maendeleo, kwenye shughuli za maendeleo. Kwa maana kwamba sasa kila kitu kifanyike kwa kiasi, si ndio? Kila kitu kifanyike kwa kiasi. Okay. So wewe sijui nimekuuliza, kama nimekuuliza umejifunza nini kwenye maisha ambacho ungependa mtu yote akijua? Kitu ambacho nimekifanya kitu ambacho mtu anatamani ajue ni kitu ambacho nikizungumzia kujiamini na kufanya kile kitu ambacho unachokiweza. Okay. Kwa sababu unajua vijana wengi wametegemea wanataka waanze na vitu vikubwa. Mimi waga naamini hata kama ni kidogo anza nacho. Yaani wanasema kesho, yani hicho kidogo kitakupa kesho kubwa. Okay. Kwa sababu usipoanza sasa hivi hauwezi ukaanza baadaye. Okay. Yeah. Sawa. Kwa ufupi labda ni message gani tunafunga ni message gani ambayo ungefikiri kwamba inaweza kumfaa mtu? Kitu ambacho inaweza kumfaa mtu, mimi nafikiri kijana mwenzangu abaki na hili. Ukianza kuwaza mafanikio ni hatua njema kuelekea kwenye mafanikio. Yeah. Asante sana. Asante, nashukuru. Shukrani sana.